Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Nipende kuchukua nafasi kumshukuru Mungu sana kwa neema yake kwa ajili ya uzima tulionao. Lakini nilete salamu nyingi sana kutoka kwangu binafsi lakini na familia. Lakini pia kipekee nilete salamu nyingi sana za upendo kutoka kwa mkuu wetu wa Dayosisi ya Dodoma, Baba Askofu Mchungaji Christian Elirehema Ndosa. Anawasalimia sana. Anawasalimia sana, naomba mpokee kwa makofi mazito. Alikuwa awe pamoja nasi leo lakini ana jukumu lingine. Atapata nafasi wakati mwingine kuwa pamoja na sisi. Amenituma nije nimwakilishe kwa ajili ya ibada hii ya kuwabariki watoto wetu. Lakini kipekee niwashukuru sana watumishi wa ofisi kuu wakiongozwa na katibu mkuu kuwa pamoja nasi katika ibada hii. Na katika barua ile ambayo imesomwa, ni kweli Baba Askofu mstaafu mwanzilishi wa dayosisi yetu alipata shida ya changamoto ya afya, lakini anaendelea vizuri, bado yuko pale Benjamini, yuko chumba cha private, na tuendelee kumuombea. Lakini pia tushukuru kwa wale wengine wote ambao wamekuwa wakienda pale kumuona na kumpa maji kidogo kwa sababu ya kumsaidia. Tunashukuru sana. Lakini mwisho wa yote ni washukuru sana usharika wa Arusha Road chini ya mkuu wa jimbo pamoja na wachungaji wenzangu, wazee wa kanisa na washarika wote kwa namna ambavyo mnaendelea kumtumikia Mungu kwa upendo, kwa kutoa muda wenu, kutoa mali zenu na kutoa vipawa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu awabariki sana. Sasa leo ni siku muhimu sana kwa ajili ya kuwabariki vijana wetu waliofikisha miaka 2 kwa ajili ya mafunzo ya kukulia imani. Niwapongeze sana wabarikiwa watarajiwa ambao dakika chache baadaye mtabarikiwa. Lakini niwashukuru pia walimu wetu pamoja na wachungaji kama alivyosema mtunza hazina wetu wa dayosisi kwamba wamefanya kazi kubwa sana. Tuwapigie makofi watumishi wa Mungu. Sasa somo ambalo tumepewa siku ya leo katika kalenda yetu ni kitabu cha nabii Yeremia, mlango ule wa 31 aya ile ya 31 hadi ya 34. Nabii Yeremia sura ya 31 mstari wa 31 hadi ule wa 34. Neno la Mungu linasema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalolifanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaikumbuka tena. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaongozwa na kichwa kinachosema Bwana analijia kanisa lake. Bwana analijia kanisa. Katika somo ambalo nimesoma, ni nabii Yeremia anazungumza juu ya agano jipya, kwamba Mungu alifanya agano la kale wakati anawatoa wana wa Israeli kule Misri kuwapeleka nchi ya ahadi, lakini aliwapa sheria yake. Walipofika Sinai, Musa alipewa amri za Mungu, kwamba Mungu anabainisha kwamba hao ni watu wake na yeye ni Mungu wao.
na akawapa utaratibu kwamba sasa kuna sheria hizi ambazo ninawapa. Maana tunaposema agano maana yake ni patano. Kwa hiyo patano huwa linapatanwa pande mbili. Kwa hiyo kuna upande mmoja na upande wa pili. Sasa yako mapatano mengi au maagano mengi katika maisha haya. Lakini hapa tunazungumza agano la Mungu na wanadamu, au uhusiano wa Mungu na wanadamu, au sheria ya Mungu aliyoelekeza kwa wanadamu ili waishi kwa kumfuata yeye. Kwa hiyo hawa walipewa hii sheria ya Mungu, lakini bahati mbaya sana walikuwa na kiuka utaratibu, ndio maana anasema walivunja sheria yangu. Kwa hiyo Mungu alijifunua kwao kwa njia ya Musa, na wakapewa sheria au agano kwamba waishi maisha mazuri, maisha ya matakatifu ya kumpendeza Mungu. Ndio anasema kwamba usiwe na miungu mingine ila mimi tu, na kanuni zingine alizozitaja pale, zile amri 10. Lakini Mungu anaona kwamba wanaendelea kuvunja hilo agano. Sasa anataka kuikamilisha hiyo sheria. Ile sheria ilikuwa imeandikwa katika zile mbao, maana Musa alipewa zile mbao 2 ambazo ziliandikwa zile amri 10. Lakini baadaye Mungu anaendelea kujifunua kwa njia nyingine zaidi. Anamleta Yesu Kristo ili kupitia Yesu Kristo watu wamfahamu Mungu. Ndio maana sasa Yesu alikuja akaishi duniani. Alipomaliza muda wake aliteswa, akafa, lakini akafufuka, ameenda mbinguni. Kwa hiyo ndio maana tunaposema Bwana analijia kanisa lake, ni huyu Yesu Kristo aliyekuja akawaandaa watu, akaonyesha ufunuo wa Mungu, watu wamfahamu Mungu, na akafundisha Injili ili watu wapate kupokea wokovu. Sasa anakuja kwa mara ya pili kulichukua kanisa. Tunaposema kanisa, haji kulichukua ili jengo tuliokaa. Kanisa ni mimi na wewe. Sasa anapokuja kulichukua kanisa, sheria yake ile anataka iwe imetimizwa. Na hiyo sheria sasa haiko kwenye vibao tena, bali imeandikwa kwenye mioyo ya watu. Na watu ndio sisi, watu ndio mimi na wewe. Kwa hiyo Mungu ametaka tuishi maisha ya utakatifu, maisha ya upendo, maisha ya kuchukuliana, maisha ya kuheshimiana na kusameheana. Kwa sababu Mungu mwenyewe alitupenda sisi wanadamu baada ya kuasi na kumkosea. Ulimwengu mzima ukaingia dhambi, lakini kupitia mtu mmoja. Lakini Mungu kwa huruma yake anamleta Yesu Kristo ili sisi tunaomwamini, tunaomtegemea, ili tuweze kukombolewa kutoka katika maisha haya. Ndio maana anasema kwa maana jinsi hii aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni wokovu kwa kila mtu anayemwamini. Kwa hiyo sasa anakuja kulichukua kanisa. Je, amesema sheria yake sasa haiandikwi kwenye vibao tena, bali mioyo yetu inafanywa kuwa ni karatasi, ni barua ambazo zinaandikwa sheria ya Mungu. Sasa je, sheria ya Mungu ndani yako ipo? Sisi huyu alifanya agano na Hawa akawaambia kwamba mimi nitakuwa Mungu wenu na nyie mtakuwa watu wangu. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ile ya 19 mstari wa 5 na sura ile ya 20 anazungumza juu ya agano hilo. Lakini sisi tunafanya agano na Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Pale tunapopokea ubatizo tunasema, namkataa shetani na mambo yake yote na kazi zake zote, najitoa kwa wako yeye Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, ili nikutegemee na kukutumikia kwa uaminifu hata nitakapokufa. Hilo ni agano. Hilo ni agano la sisi na Mungu. Sasa umesema unamkataa shetani na mambo yake yote. Lakini tunaishi dunia hii ambayo ina mambo mengi ya shetani, mambo mengi maovu. Sasa anakuja kulichukua kanisa. Je, umejitayarishaje? Mioyo yetu tumeiandaaje kumpokea huyu Bwana wa kanisa anayekuja kulichukua kanisa lake? Kipindi hiki tunaposema ni kipindi cha majilio, ni kipindi cha kungojea ufalme anayekuja, ni kipindi cha matayarisho, ni kipindi cha kutengeneza, ni kipindi cha kutubu. Kwa njia ya toba tunaweza kupokelewa kuingia kwenye huu ufalme wa Mungu, au huyu Bwana anayekuja kulichukua kanisa lake apate nafasi ya kutuingiza kwenye utaratibu wake, kwenye raha ya milele aliyotuandalia. Wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza, tunasema uzima baada ya maisha haya, au baada ya maisha haya uzima wa milele. Sasa huo uzima wa milele ni uzima ambao hauna ukomo, lakini sasa tuna uzima, tuna uhai, ndio maana tunaongea, tunatembea, tunafanya kazi. Huu ni uzima tulionao, lakini uzima wetu huu una mwisho. Hatuishi milele,
tutakufa, lakini Mungu atakuja, ataleta huo mwisho. Sasa tunapaswa kuandaa maisha yetu kwa ajili ya uzima ujao. Sasa tunaandaje uzima ujao? Tunaandaa uzima ujao kwa maisha haya kwa uzima tulionao sasa. Uzima tulionao sasa ndio mtaji wa kuandaa uzima ujao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa namna ipi? Ni kwa namna ya kujiandaa, kwa namna ya kumruhusu Yesu Kristo anayekuja kulichukua kanisa ili aingie ndani ya mioyo yetu, ili atutawale, ili atuongoze. Lakini ataingia ndani mwetu pale tunapokuwa tumemwamini, tumemkiri kwamba kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na kwa kuacha matendo maovu, na kwa kumrejea Bwana, kwa kutengeneza njia zetu, kwa kujisaisha kwa njia ya toba. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi mnaobarikiwa leo, mmefundishwa mafundisho ya msingi ya imani ya kumtegemea Yesu Kristo, na leo mtakiri ile ahadi ya ubatizo. Sasa lile mnaweka agano na Mungu. Kwa hiyo ni vizuri mjitahidi sana kusimamia kile ambacho mtakiapa leo, kwamba hiyo ndiyo agano lenu na Mungu, na mkiwa waaminifu, mkilitii hilo agizo la Mungu, basi na Mungu atawafanikisha. Atakuwa baraka kwenu kwa maisha yenu, kwa vipawa vyenu, kwa masomo yenu, na kwa kazi zenu, na kwa familia zenu. Kwa hiyo mjitahidi sana kushika yale mliofundisha ili yawasaidie katika maisha yenu. Lakini kama alivyosema mheshimiwa mmoja, hebu sisi wazazi tuwe mfano mzuri wa kuwasaidia watoto. Wao wanakwenda kuweka ahadi yao leo, lakini wewe na mimi tuliweka ahadi wakati uliopita. Watoto hawa wana jambo la kujifunza kwetu katika mambo ya ibada, katika mambo ya kijamii na mambo mengine mengi mazuri yanayompendeza Mungu. Tunafanyaje pale nyumbani? Maagano haya tunayosema, tunaweka agano hilo kwa njia ya ubatizo, lakini yapo mengi maagano ya Kikristo. Kuna maagano ya ndoa, mliweka ahadi pale, mkaweka agano kwamba mtaishi pamoja mpaka kifo kitakapowatenganisha. Lakini siku hizi kumekuwa na mchezo, watu wanaachana tu kama utitiri, hawana hofu ya Mungu. Kuna maagano mengi tunayoweka kwa sababu ya kazi ya Mungu au kwa ajili ya maisha yetu, lakini watu wanakengeuka. Sasa Mungu anatukumbusha kipindi hiki cha majilio kwamba ni wakati wa maandalizi, ni wakati wa matayarisho. Somo lile la Injili Mathayo 24 tuliyosoma linatukumbusha kwamba tukeshe. Anaposema kesheni kwa sababu hamjui siku, saa wala muda atakao kuja, maana ya kukesha ni kufanya hayo maandalizi. Maana ya kukesha ni kuacha hayo mabaya. Maana ya kukesha ni kutenda matendo mema ili Mungu akukubali, ili Mungu akuweke kwenye kitabu chake cha uzima. Mungu atusaidie tunapokumbuka kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kulichukua kanisa, tukumbuke na kutafakari njia za maisha yetu. Je, huyo Bwana akija atanikuta niko na maandalizi gani? Atanikuta niko katika njia ipi? Atanikuta niko katika maisha ya namna gani? Maisha tuliyopewa na Bwana wetu Yesu Kristo ni ya kumtegemea na kumtumikia yeye kwa uaminifu hata mwisho wa maisha yetu. Je, wewe una uaminifu? Je, wewe unatenda yale ambayo Mungu anataka tuyatende? Kwa hiyo tunaswali hilo kila mmoja katika nafsi yake kwamba Bwana anapokuja kulichukua kanisa, ujihesabu na wewe, je, nitakuwa mmoja wapo ya hilo kanisa litakalokuja kuchukuliwa, au ni wale watakaotupwa kwenye moto wa milele? Kwa hiyo ni wakati wa kutafakari njia zetu, ni wakati wa kugeuka, kubadilika, kuwa na maisha mapya sasa, kuacha yale ya zamani na kuingia maisha haya ya agano jipya ambayo nabii Yeremia alikuwa anatabiri ujio wa Yesu Kristo, atakuja kuweka agano hilo jipya. Wenzetu wakati ule walipokuwa wanaweka agano, walikuwa wanatoa sadaka za kuteketezwa, wakichukua damu ile ya wanyama kuinyunyizia katika madhabahu kama ishara ya upatanisho. Lakini sasa sisi hatufanyi jambo lile la kafara leo, bali tuna damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Huyo ndio wa kumwamini, huyo ndio wa kumsikiliza, huyo ndio wa kumfuata. Mungu atusaidie tunapoishi katika maisha haya, tunaposubiria kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tuwe na matayarisho mema ili tukapate kuingia kwenye ahadi ya uzima wa milele aliyotuahidia. Tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Umetuumba, umetuweka duniani tuishi, tukutumikie katika vipawa mbalimbali. Lakini Mungu, umetupa ahadi kwamba Bwana wa kanisa atakuja sana wakati tusiojua. Tunaomba tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu, atueleweshe, atufundishe, atuongoze
ili tuwe na matayarisho ya kutosha, ili Bwana atakapokuja kulichukua kanisa na sisi tuwe sehemu ya kanisa hilo. Asante Mungu kwa sababu ya kusanyiko hili. Wako watu wengi wenye changamoto mbalimbali za kimwili na kiroho, lakini Mungu juaye maisha yetu na unayejua siri ya kila mmoja, umhusike na umhudumie kila mmoja sawasawa na haja ya moyo wake, ili kila mmoja apate faraja ya kweli inayotoka kwako, lakini apate kutenda yale yanayotoka kwako, apate kuingia kwenye uzima wa milele uliotuahidia. Asante kwa sababu ya baraka watoto hawa waliotupa, ambao leo wanawekewa mikono kuimarishwa katika imani ya Kikristo. Mungu, tunaomba wasaidie mafundisho ya waliopata yawe msaada kwa ajili ya njia za maisha yao, lakini Mungu waongoze kwa Roho wako Mtakatifu, kwa sababu peke yao hawawezi, bali ukuu na mamlaka na uweza wako viwe juu yao maisha yao yote sasa na hata milele. Amen.